Naomba nianze na ile ambalo umeanza kulizungumzia mwishoni, maana hisi nilijua naongea na niseme kabisa. Ndugu zangu, ni kweli moja ya mambo ambayo yanawezesha mfumo wa stakabadhi kufanya kazi ni uwepo wa ghala za kutosha. Kwa hiyo zinapokuwa hazipo unakuwa na changamoto, lakini tayari tulishakubaliana na wenzetu wa benki ya NMB ambao walionyesha utayari wa kushirikiana nasi, na kama ambavyo amesema mwenyekiti mwenyesema, lakini pia mtendaji mkuu wa Kopra amesema, kinachozungumziwa hapa ni urasimishaji. Kwa hiyo yako mambo mengine ambayo kutekelezwa kwake kunategemea na urasimishaji. Kwa namna gani? Ikiwa tunatambua kwa mfano halmashauri ya Kalambo, si mkurugenzi yuko halmashauri hapa jamani? Mkurugenzi wa Kalambo ni kuone mwakilishi wa mkurugenzi wa Kalambo naye katoka. Watu wa Kalambo wamekimbia, sasa itakuwa ngumu. Okay. Tunachojaribu kusema ni kwamba kuna fursa kubwa kwenye halmashauri zetu zikatengeneza miundombinu hii, zikaimiliki miundombinu hii. Na kwa nini nasema hivyo? Halmashauri ina uwezekano kabisa wa sisi tukaisaidia ikaingia kwenye mikataba na taasisi za kifedha, mkopo ukatolewa, mradi tu tuhakikishe kwamba bidhaa ile itakapokuwa inaingia sokoni itapita kwenye mfumo rasmi. Sijui kama tuko pamoja. Kwa hiyo tunapopitisha mazao yetu kwenye mfumo rasmi, manake tunatambulika. Kinyume na ndugu yangu pale alisema tayari kwake ana ghala dogo, ameshahifadhi mahindi yake, na kama unavyosema mheshimiwa mwenyekiti, kuna mazao ya mwaka juzi, mwaka jana na mwaka huu. Ina maana hilo kama ghala binafsi tayari linamkidhi nani? Mkulima. Na sisi tunatambua wakulima wa Kalambo kwa mfano wanalima sana kwa mashamba makubwa. Mtu mmoja anaweza kuwa na ghala la kuhifadhi magunia. Kwa hiyo lengo letu ni kwamba tupate huu mfumo ukubalike, ili tuwe tuna utaratibu ambao unatambulika kirasmi, taasisi za fedha ziweze kutusaidia tuweze kufanya. Na nimeelekezwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakumbuka ndugu yangu DG wa Kopra, nakumbuka tukio pale Dodoma, Mheshimiwa Waziri Mkuu alielekeza na akasema kitafanyika kikao, mabenki yote yaitwe ili yaoneshe commitment zao au utayari wao wa kwenda kuzipa fedha halmashauri zijenge ghala. Kwa hiyo ni fursa, na kama muamini watu wa halmashauri, muulize wenzenu halmashauri za kusini kule, wameiona fursa, wamejenga ghala, wanakimbizana. Na mheshimiwa mwenyekiti, kama wataona inakuwa ngumu, basi tutaziambia. Juzi kuna halmashauri ya Masasi wamesema wana fedha za kujenga ghala, tutawaambia waje Kalambo wajenge ghala. Sijui kama watu wa halmashauri ya Kalambo watakubali, lakini nafikiri ni fursa, na sisi tuko tayari kushirikiana nao ili tuhakikishe kwamba wataweza kuwa na ghala, tukasuluhisha hili tatizo kwa haraka. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, naomba sasa nirudi kwenye swala la stakabadhi ghala. Kwanza nimefurahi kwamba linazungumzwa, kwamba linajulikana, lakini nimesikitishwa tu kidogo kwamba kila stakabadhi imeonekana inatoka kwenye bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala, na sisi kama wamiliki wa stakabadhi ambayo imeidhinishwa na serikali na bunge, tunasikitika kwamba katika maeneo mengi kumekuwa ukitolewa stakabadhi ambazo hazina ithibati yetu. Na umeelezwa vizuri pale, ndugu yangu alisema kuna mtu alitoroka na mazao. Yeye mwenyewe alipigwa nani ndugu yangu tena? Bwana Vitus, nakukumbuka ndio nakukumbuka ndio. Tatizo lilokuta Bwana Vitus kwenye mfumo wetu halitakiwi kutokea, kwa sababu mzigo unapoingiza kwenye ghala unapewa stakabadhi ya kielektroniki, ambapo wewe ukiwa Kalambo mzigo wako umeshapokelewa, umepewa ile stakabadhi. Mimi nikiwa Dodoma naiona kwamba mzee Vitus pale Kalambo ameweka magunia 1000. Sio kama tuko pamoja. Lakini pale ambapo inatolewa tu stakabadhi, kwa sababu ni kweli ulikuwa ni utaratibu, AMCOS ipo imepokea mzigo, imekupa stakabadhi yake. Sio kama tunaelewana mpaka hapa. Kwa hiyo nipende kuiweka rasmi wazi tu kwamba chini ya utaratibu wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala, mzigo wa mkulima hauwezi kupotea.
sababu karatasi anayopewa sio ya kuandika. Umepeleka magunia 1000 unaandikiwa karatasi na magunia 1950. Halafu aliyepeleka hajajua kusoma vizuri, anaambiwa ndio hiyo hiyo. Hapana, utapimiwa kwenye mizani, tena ikiwezekana ni mizani wa kidijitali. Utakupa risiti yako na stakabadhi inayotoka kwenye bodi yetu kwa huyo ambaye atakuwa kwenye ghala analiendesha, atatumia mfumo wetu kukupa stakabadhi. Na hivyo tunasema kwamba tunapotamani kurasimisha, na ndio maana tunakuwa pamoja na wenzetu, tunaporasimisha ijulikane wazi kwamba nimepewa stakabadhi hii ni stakabadhi halali, imetoka kwenye mfumo na sisi tunatambua. Niunganishe na moja ambalo ameniuliza kulima kutoka Kalambo, akasema utaratibu wa bima ukoje. Masuala yote yanahusu upotevu wa moto, bima ya wizi, zote tunazikata kabla ya huyo mtu kupewa, anayeshikilia ghala hajapewa dhamana ya kushikilia mizigo ya watu. Kwa hiyo ikitokea mzigo uko kwenye ghala na moto umepita, tayari yule mkulima atalipwa na bima. Wizi ukitokea, mkulima atakuwa yuko salama. Sio kama naeleweka mpaka hapo. Kwa hiyo kwenye maana ya usimamizi wa ghala, zile taratibu zote za msingi zinazowezesha mtu kuhakikisha kwamba mzigo wake uko salama, hilo ndio jukumu letu sisi, bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala. Lakini kwa kumalizia, kwa maana ya yale maelezo ya jumla, nimefurahi DG amesema hapa kwamba mtendaji mkuu wa TMX ataieleza vizuri namna ambavyo tunategemea tuwe na tija kwenye utaratibu tunaokwenda nao. Sisi pia hata leo asubuhi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla hatujaja huku, tulikuwa na kikao chetu asubuhi. Tulidhani kikao kitachukua nusu saa, kimechukua takriban saa 1:30. Tunaulizana tunafanyaje ili bei inayoenda kwa mkulima iwe kubwa. Kwa ndugu zangu, nilipenda niongezee ili kwamba tuko pamoja, tunafikiri pamoja. Tunazo njia mbalimbali ambazo tumezitumia maeneo mengine, kama alivyosema mmoja wa wenzetu hapa kwamba anaangalia kwenye mitandao, kuna wenzetu wanapata faida. Ni kweli, yako maeneo mengi faida inapatikana, na kote tunakopita tumekuwa tunauliza swali, mbona mnafanya kwenye ufuta? Mbona mnafanya kwenye mbaazi? Ni lini mnakuja kwenye mahindi? Kwa hiyo niombe kwamba tutumie nafasi hii. Kuna baadhi yetu wengine wameeleza changamoto ambazo zipo. Sasa ili tuwe ubunifu zaidi, zile changamoto zinapozungumzwa zisemwe zile ambazo, jamani, hiki ni tatizo, tunahitaji tupate suluhisho. Hili swala la bei kama ambavyo amesema kiongozi wangu, na sisi linatumiza kichwa vivyo hivyo, kwamba tunatamani zile mbinu ambazo tumeweza kufanikiwa kwenye maeneo mengine, bei zile ambazo wenzetu wa Kopra nafikiri na utaratibu tunakuja nao, si ndio, wa mpaka 70% ya bei inayopatikana kwenye soko la dunia ndio ifikie mkulima wa Tanzania. Hilo ndio lengo letu. Hasa hatuwezi kwenda huko kama hatuna urasimishaji. Kwa hiyo niwaombe, tunapoendelea na majadiliano, tujiweke hivyo kwamba tuna jambo ambalo tunataka tutumie miundombinu tulionayo ili tufanye nini, ituvushe. Sijui kama tuko pamoja. Sio unatengenezea barabara afu unauliza kwa hiyo umetengeneza barabara, kwa hiyo gari gani itapita? Si ndio? Tunashirikiana tutengeneze barabara nzuri, then tupate magari yatakujaje, nani atakuwa na gari, nani atamiliki, na ili tuhakikishe kwamba wenyewe ambao tumekuwa tunafanya hii shughuli tutakuwa tukishirikiana kufanya vizuri zaidi. Asante. Asante sana. Mimi nafikiri wapo wengine watakao jibu, lakini unajua wakati mwingine